Power. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kuwepo hapa kwa leo. Dhamira yangu kabisa kubwa, ninawaomba viongozi wa serikali kuu popote walipo, tukianzia na hapa Mtama na maeneo mengine, waangalie kwa umakini sana swala la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tundu Antipas Lissu hana makosa hata chembe, na ninaomba kama kweli serikali hii sikivu imwachie Tundu Antipas Lissu aje tukipambanie chama chetu, kwa sababu mpaka sasa tukiangalia mwaka mmoja yuko hapo na miezi minne, ukiangalia kila kipengele kinachoonyesha Lissu anaonekana anashinda, lakini bado Mheshimiwa Samia na kamati yako unamshikilia Lissu. Mwachie mtoto wa mwanamke mwenzio. Mwachie mtoto wa mwanamke mwenzio, hana makosa Tundu Antipas Lissu, na yule wala sio kweli kama yule ni gaidi, wala sio kweli kama yule ana dhana ya namna yoyote ile ya ubadilifu. Yeye alikuwa anapambania kusema no reform no election, pasipo na katiba mpya, maana yake uchaguzi hakuna. Tumeona vurugu ile tokea, na hakuhusika katika makosa yaliyofanyika Oktoba 29, na wala hakuna aliyomshawishi. Tuombe serikali ya Tanzania, nazungumza hapa na Watanzania wote, kwanza tumuombee Lissu. Afya yake mara nyingi tunasikia afya yake mbaya, Mungu aweze kumsaidia. Mungu muweke Lissu katika hali ya afya njema. Na kuomba Mwenyezi Mungu upokee dua zetu. Amin. Hapa tulipo tunamuomba sisi, tunamuombea Lissu apate salama. Amin. Kama wazee wa jimbo la Mtama, kama wazee wa kanda ya Kusini. Amin. Maisha haya yanayoendelea kusema kweli yanatuumiza, tunakosa amani. Amin. Mimi naomba kama kweli Mungu ninapofahamu upo, basi uitende haki yetu sisi wana Mtama na wana Kusini kwa ujumla. Asanteni sana. People's power. Ndugu zangu wa Tanzania, ningependa nitumie nafasi hii kwa uchache angalau ili kuwaeleza Watanzania yale ambayo ninayoyafahamu katika maisha ya Mtanzania. Kwanza niwaambie Watanzania, Kusini sio kificho cha CCM kwa sasa. Kama walikuwa wanafikiria watu wa Kusini, wazee wa Kusini ni wajinga, hapana, wakati huo umeshafanyaje? Umeshapita. Na waambia CCM wanachokifanya tunakifahamu. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, madhara ya utawala wa CCM sote tunafahamu. Mimi nikiwa ni miongoni mwa wazee tuliokuwepo Lindi, tunajua tunaumia na serikali ya Rais Samia. Kwanza tunajua imepatikana kinyume cha sheria, lakini tunajua sote tunaumia. Tuchukulie sisi kama wakulima, kama wazee, kwa sababu wazee ndio tunalima. Leo korosho zetu tunajua kwamba nani ananunua? Hatujui. Serikali ya CCM inatuibia sisi wazee. Baada ya kutusaidia, wao ndio kwanza watuumiza sisi. Hiyo haiwezekani ndugu zangu wa Tanzania. Wazee wa Tanzania tunaomba tuwashike mkono vijana wetu kina Lissu, waendelee kutupambania. Ndugu zangu, wakati uliofika sasa hivi tuseme inatosha. Na CCM mjue kabisa kwamba sasa hivi tumewachoka. Hatuna hofu. Tunajua kwamba tukisema mnatufuata mnatuua. Mimi sasa hivi nina miaka nakaribia 70, hata mkiniua ninakosa nini? Waacheni vijana wetu, waacheni kina Lissu, waacheni kina Heche, waambie Watanzania haki zao. Tunaomba Samia, unachokifanya Watanzania tunakijua. Acha udikteta. Acha udikteta. Wakati huu si wakati wenu. Wakati huu si wakati wenu. Huu wakati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukweli unaweka. Sasa hivi ndugu zangu wa Tanzania, nawaeleza, asilimia karibu 95 ya Watanzania wao ni wanaiamini Chadema kuliko CCM. Na CCM Watanzania tunajua kwamba CCM bakia kikundi kidogo sana. Mupo wachache CCM, tuachieni Watanzania nchi yetu. Tuachieni wazee wa Kusini nchi yetu. Tupeni, hiyo ni haki yetu. Na sio tunawaomba, tunawadai, kwa sababu tumewaomba siku nyingi hamtoi. Tunadai haki zetu mtupe. Na washukuru sana kwa muda huu mfupi kunisikiliza. Neno la Mungu. Mungu yuko kila idara. Kwa Wakristo yupo, kwa Waislamu yupo, na yani kwa binadamu wote lazima amwabudu Mungu. Mimi niombe sana Samia arudi kwa Mungu.
aache aliyo nayo. Tumechoka Watanzania kutuonea kila siku. Kosa likitokea Chadema ya kwanza kudaka, kosa likitokea Chadema mpaka inataka kufutwa Chadema. Inakosa gani? Tumechoka sasa hivi, kama walivyotangulia kuongea wengine. Sasa tutadai haki kwa mabavu, lakini mabavu haya tunalazimishwa, sio kwa nia mbaya. Tumechoka kuonewa. Lissu mpaka leo anateseka, mzee wetu, bila sababu. Kama ni maneno yaliyotamkwa, mengi yametamkwa. Hata yeye Chande katika hotuba yake ile, maana mimi sioni kama ile taarifa, ile hotuba yote yametajwa, vielelezo vya ukorofi vyote viko mule. Leo kwa nini aonewe Lissu peke yake? Kutamka na kutenda, nini kibaya? Kutenda. Neno na kitendo, kikubwa kitendo. Mengi tumeyaona na kuyaona. Askari ndio walioua, lakini hawajafanywa chochote. Tumechoka. Lissu wetu tunamtaka. Anateseka vile sababu gani? Kosa lake nini? Wamemkosa kwa risasi, lakini hawaoni kama yule Lissu ni nabii. Mangapi wananitafutia, lakini Mungu ataka. Tumechoka, nimemaliza.